Yesu asifiwe. Nachukua fursa hii kumshukuru sana Mungu kwa ajili ya wema wake na kutulinda, kutufikisha siku ya leo tukiwa wazima, tukakutana jinsi tulivyo. Bwana asifiwe. Kwa namna ya pekee sana natoa shukrani kwa jinsi mlivyo mwalika Dr. Tito Kagize mume wangu, na mimi nikaponea humo kuingilia. Asanteni sana kwa kumwalika. Nimefurahi sana. Mume wangu anajua kufundisha vizuri na mimi najifunza kutoka kwake, na mimi nitatoa neno ambalo litaongezea pale alivyopanua kidogo, kwa sababu sisi ni wamoja. Amina? Yes. Nianze kwa kuwapongeza. Unajua mlipokuja pale SUA, kiongozi Longo na wenzako, sijamuona yule dada Makimu, dada Makimu. Aha, yuko kule, sawa. Na wenzake wote. Na mwingine yule yuko wapi? Aha, sawa. Mlipokuwa mnaongea na mume wangu, na mimi nilijisogeza, mnakumbuka Kwa hiyo mimi nilivutiwa walichokuwa wanaongea, na mimi nikajisogeza. Na mimi nikasema Mungu nisaidie siku ile na mimi niwepo. Na Mungu amenisaidia, nimekuwepo. Sasa mimi nitatoa neno dogo kwa ufupi. Nikawa ninajifikiria, hivi mna salamu? Nikajitungia hapa salamu ya kwangu kwamba nikisema Advent Herald Ministry mtajibu jihusishe kidijitali. Sio nimepatia? Nzuri Basi. Haya, tunaanza sasa. Advent Herald Ministry jihusishe kidijitali. Very good. Unajua siku ile mmekuja kwa mume wangu pale mlikuwa mnaongea, niliwasikia mko nasema sisi ni wainjilisti kidijitali. Kwa hiyo si kweli? Walisema hilo neno na mimi nikalikamata. Sasa mimi kwanza ninafurahi kujua kwamba nyie wote ni timu ya uinjilisti kidijitali, kwa sababu mimi na mume wangu na sisi ni wainjilisti kidijitali. Amina. Sasa nitaongea sifa za mwinjilisti kidijitali kwa haraka ili muwe nazo. Sifa ya kwanza ya mwinjilisti kidijitali, kwa sababu nyewe wote hapa ni wainjilisti kidijitali, ni maadili. Lazima Yesu awe ndani yako, awe ndani yangu, ili uweze kung'aa. Hiyo ndio sifa ya kwanza ya mwinjilisti kidijitali. Kwa hiyo nyie AHM, Advent Herald Ministry, lazima muwe waadilifu. Kwa hiyo Mungu awasaidie na tunawaombea, na sisi mmetualika. Nimefurahi leo kumuona rafiki yetu Mr. Dr. Longo na mama. Bwana awabariki sana. Leo mmetukutanisha, tutaendeleza urafiki wetu. Hilo ni la kwanza, maadili. Mkimwangalia pale Dr. Longo na mama, mnawaona? Longo nawaona wako vizuri. Kwa hiyo Bwana wabariki ili kuweza kurithi vile vipaji vya dokta, sawa na kuviendeleza. Maadili wanangu. La pili, ili mweze kufanya uinjilisti kidijitali, lazima uwe na maarifa na ujuzi. Maarifa, lazima usome neno la Mungu, kwa sababu hii ni kupeleka neno la Mungu. Kwa hiyo kila siku hakikisha unasoma neno la Mungu na kuomba ili uweze kutimiza azima ya kufanya uinjilisti kidijitali, sawa Lakini ujuzi, inawezekana sio wote, lakini baadhi yenu wawe wana ujuzi wa kidijitali, kwa sababu mtapelekaje sasa injini hamna ujuzi? Hamjui namna ya kuposti, hujui namna ya kutengeneza maudhui, hujui namna ya kucreate content. Sasa utapelekaje? Sawa Lazima kati yenu kama sio wote muwe na ujuzi wa kutengeneza maudhui ya kwenda hewani, sawa Sifa ya tatu, lazima uwe na zana za kusambaza ujumbe. Lazima uwe na zana za kusambaza ujumbe, na zana hizo zitakusaidia kuandaa pia ujumbe. Kwa mfano hapa naona mna kamera. Hiyo ni zana ya kuandaa ujumbe. Lakini lazima muwe na zana zingine za kupeleka ujumbe, platforms.
Inawezekana sasa mnayo HM, labda Instagram, Facebook, YouTube. Hizo ni zana. Mtapelekaje kama hamna zana? Kwa hiyo lazima muwe na zana. Mjitahidi group lenu liwe na zana za kusaidia kupeleka ujumbe. Namba 4, nitaenda kwa haraka, ziko 5 tu. Namba 4, kuweza kutuma ujumbe. Lazima muweze kutuma ujumbe na kupokea ujumbe. Lazima. Kwa sababu uinjilisti kidijitali ni kutuma na kupokea ujumbe. Ukishakuwa na zile platform zile sasa, lazima muweke ujumbe, sawa wanangu lazima muweke ujumbe. Lakini kupokea ujumbe ni zile feedback. Si huwa kuna zile message, hapa jamani mmekosea message yenu. Hii haijaenda vizuri, unaenda una edit au unatoa kabisa picha haikuwa nzuri. Si eti longo Kwa hiyo lazima uwe na uwezo wa kutuma na kupokea. Kwa hiyo nyie hapa mjigawanye. Awepo mtu ambaye anaweza kuweka kwenye Instagram, kwenye YouTube, na zile zana zote. Lakini awepo ambaye anasoma, kujua zile message za watu. Kuna wale reply, wale huwa wanajibu. Zile message zote lazima mzisome, mzijibu, ili followers muweze kuwa nao, ambao hao ndio walengwa wa neno la Mungu. La mwisho, la 5, lazima muwe na uwezo wa kuunganisha kwa kujitolea. Sasa hapo ndo nakuja kuongezea swala aliloongea mme wangu Dr. Kagize, ambapo tunakuja kuona somo lake alikuwa anasema kuunganisha vitu vilivyotengana. Lazima tuwe na uwezo wa kuunganisha. Unganisha doti. Hiyo kuunganisha maana yake nini? Ni kuconnect. Mmeshawahi kupiga picha namna ya kuconnect, namna ya kuunganisha vitu vilivyotengana? Mmeshawahi kupiga picha? Mmeshawahi kujiuliza? Yaani nyie mnapotuma jumbe zenu kwenye zile social media ambazo zile ziko kwenye network ya ulimwengu kupitia interneti, mnaunganisha dunia nzima, unapata ule ujumbe na wanaokolewa. Amina. Sasa nitatoa mfano wakati nahitimisha hii sijui ni inspirational speech au ni mkazo na kazia maarifa kwa mme wangu aliyetoa somo zuri. Kwanza nampongeza sana mme wangu, katoa somo zuri sana. Mpigieni makofi tafadhali. Somo zuri sana. Na yani hivi mnavyoona naongea, yeye ndo kanitrain na kunisaidia mpaka hapa nilipofikia. Si mnaniona yeye ndo kanifanya niwe hivi. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili yake jamani. Na yeye ndo kanisomesha, maarifa nilionayo ni yeye. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili yake. Sasa nataka kutoa mfano. Naomba zile zana zangu za kazi zile, nataka kutoa mfano. Yes. Naomba Perisia njoo hapa. Halafu nitaomba kuanzia hapa nilipo mimi hapa, kwa haraka atakayejitokeza kwa haraka hao 10 vijana 10 wajipange hapa. Perisia wewe hapa, wewe njoo huko kwangu. Hapa. Alafu mtazame hivi. Jipange kwa haraka tumalize. Jipange kwa haraka. Jipange kwa haraka 10 nataka hapo 10. 10 nenda kule. Halafu hiki kiti sogeza hivi. Mchanganyiko jamani na wavulana. Sogeza hiki kiti. Nataka kwenda kwa haraka, wakati nataka kuonyesha mfano wa kuunganisha kwa kujitolea na ushirikiano, kuconnect ili kufanya kazi kidijitali, kueneza neno la Mungu. Mmeshasogeza Haya, sasa ninaomba Dr. Kagize, naomba uje hapa, na Dr. Longo uje hapa. Samahani. Dr. Kagize simama hapa. Tazama huku. Na hii sogeza. Nataka kutoa mfano. Toa hii chupa. Aha. Sasa wewe naomba tuje huku kidogo. Samani nasogea hivi. Aha. Naomba sogea hapo kidogo. Nataka kutoa mfano, sogea kidogo. Yes. Sasa wewe simama hapa. Yes. Naomba zile zana zangu nilizokupa Longo ziko wapi? Leta hapa.
Moja mpe huyu hapa. Alafu mpe kweli ili zima lote. Alafu hiyo mpe moja nisubiri. Mpe yule wa mwanzo yule. Zote. Mtatoa maelekezo Toa hiyo karatasi, mpe zote. Na wewe toa karatasi. Sasa nataka kuonyesha namna ya kuconnect ili kufanya kazi kwa pamoja na kushirikiana. Mtaona tofauti ya huyu na hawa hapa. Okay, sogea hapo kidogo. Naonyesha kuconnect katika kazi ya Mungu kidijitali ili tuweze kuokoa watu. Namna ya kuconnect huyu hapa. Sasa tutaenda hivi. Wewe utatoa jiwe moja, utakuwa unampasia mmoja, unampa huyu, unampa Dr. Kagize, sawa Wakati huo huyu hapa Perisia utakuwa unachukua moja, unampa Dr. Longo, unarudi tena pointi ya mwisho. Unaanza tena unampatia mpaka umalize. Wakati nyie huko unampatia moja, unampasia mpaka huyu hapa. Mmenielewa Nyie mmenielewa huku Mama Longo na wewe njoo hapa uwe karibu na mimi. Kwa sababu naona wewe unatuombea. Njoo uwe karibu na mimi hapa. Uwe unaangalia, wewe ni observer. Unaangalia tuone itatokea nini hapa. Sawa Haya, nasema 1, 2, 3. Mnaanza. 1, 2, 3. Anza. Rudi kule. Na nyie fanyeni haraka. Rudi kule point ya kule. Na nyie rudi kule. Yes. Rudi kule. Yes. Hapo tuna connect. Yes, rudi kule. Yes, rudi point ya kule, mbona unasogea? Rudi kule. Yes, angalia observer, angalieni rudi kule. Yes. Rudi kule. Yes, observer mtaniambia kule rudi. Mama Longo njoo ukae karibu na mimi uniambie umeona nini. Karibu. Nilichokiona ni kwamba huyu ambaye alikuwa huku anatoa jiwe huku kuleta huku na wale ambao walikuwa yani unachukua jiwe, hilo jiwe analipeleka kwa mtu mwingine na mwingine, ile imeenda haraka kuliko hii. Ndio. Asante sana, umejibu sawa. Sasa nauliza, nani wameconnect? Njoo. Nani wameconnect? Njoo binti. Njoo ujibu hapa. Njoo hapa. Nani ameconnect? Na utatuambia kwa nini? Walioweza kuconnect ni hawa ambao walikuwa wengi kuanzia kule, kwa sababu walikuwa wanapasiana kimoja. Kwa hiyo imeenda haraka kwa haraka. Sasa hiyo maana yake nini? Tuambie maana yake nini? Maana yake sasa katika utumishi wa kidijitali kwamba ni kushare. Kwa hiyo posti moja itakapokuwepo imetengenezwa na mtu mmoja, nikaichukua mimi, akaichukua yule, akachukua yule, wote tukashare kwa pamoja. Mimi itawafikia wale ambao wenzangu wapo huko, na yule naye wenzake. Kwa hiyo tutakuwa tumekusanya watu wengi kwa wakati mfupi. Ubarikiwe sana. Mpigeni makofi tafadhali. Sawa, naenda kumalizia, nampa Dr. Longo atueleze tofauti ya huyu na huyu katika kuconnect tunapofanya uinjilisti kidijitali. Karibu Dr. Longo. Ila mpokee mawe haya. Na mimi nampokea baba. Naomba nikupokee. Asante. Kwa sababu tuko kwenye hiki kizazi cha kidijitali. Kwa sababu tuko kwa hawa jamaa kizazi cha kidijitali, kwamba tunapo connect tunafanikiwa zaidi. Yaani tunaongeza efficiency tunapo connect. Ila tunapokuwa mmoja kweli tutafanya kazi, lakini efficiency itakuwa ndogo na hatutawafikia wengi. Mafanikio yatakuwa madogo. Amina, mpeni makofi jamani. Asante sana. Dr. Tito Kagize, mme wangu, naomba utuletee hii fumbo lina maana gani? Karibu. Ili lina maana kwamba ukishare miongoni mwa watu wengi ujumbe unasambaa zaidi. Hawa walikuwa wawili, mmoja na share na mwingine mmoja, inasambaa kwa wachache zaidi. Lakini wale ambao wameshare watu wengi ujumbe unasambaa kwa watu wengi zaidi.
Kwa hiyo ni rahisi kueneza ujumbe mmoja iwapo tutakubaliana tukashare kwa watu tofauti tofauti walio wengi. Ubarikiwe sana, Mungu akubariki. Sasa tunapomalizia mkiwa mmesimama hivi hivi, hii ni kweli na nashukuru. Hii ndio kuconnect, kwa maana kwamba umoja ni utengano ni dhaifu. Ukiwa peke yako unatumia muda mwingi na nguvu nyingi kwa mafanikio haba, lakini mkiwa mnashirikiana kunakuwa na nguvu, impact inakuwa kubwa, injili inaenea kwa haraka na wengi wanampokea Kristo. Bwana asifiwe. Baada ya kusema hayo, namshukuru sana Mungu kwa ajili yenu. Nimemaliza somo. Bwana wabariki sana.